kuharibia wewe na uchumi wako. Ndio maana yule alivotoka tu chuma umeona ngoma alikuwa anapiga back to back, kakamata ile ngoma ya Darasa kaua kama ngoma yake, kaja kamkamata nani mshikaji wake Nandi huyu nani Beinasi kaua bodaboda, ngoma back to back. Alikuwa angalia Mbosso toka hapo WCB toka anasainishwa mpaka leo hajai kusija hata siku moja, trending tu, toka ngoma yoyote akitoa yeye trending tu. Ushaona? Kwa hiyo ndo hiki ambacho anatakiwa akiige Lavalava kwa wenzake. Ukiangalia Zuchu toka anakuja WCB anapewa mkataba pale anasainishwa, trending mpaka leo. Ushaona? Ukimwangalia Amo toka anasainishwa pale, trending mpaka leo. Kwa sababu hiki ndo anatakiwa akiige kwa wenzake. Bwana, mbele yako ni Collins Mnyama na tumepewa udhamini mzito kabisa. Nadhani utakuwa unajiuliza kwa nini watu tunapiga sana interview hapa. Bwana, huyu ndo mdhamini wetu mkuu, anaitwa Motown Store. Unaweza kumcheki kwa kupitia Instagram Motown Store. Utakuwa umetisha zaidi. Nitakuwekea namba zake za chini pale, namba za simu, kukupa location ya kufika hapa Mtoni kwa Azizi Ali. Utakuwa umetisha zaidi. Collins, mambo vipi? Alhamdulillah, nashukuru. Kwema kabisa. Kwema kabisa. Full. Mjini kunaendeka neema kama hivi. Unaona Ijumaa ya mwisho kabisa ya Ramadhani. Nianzia hapo tu kukazia kwa sababu Ijumaa hii ikipita siku mbili mbele kuna afla ya Idi Mbaraka. Kwa hiyo si wote tunajua katika afla ya Idi tunavyotakiwa kuwa, kwa sababu Uislamu wenyewe unatangaza Uislamu nazifu. Kwa hiyo kupitia store yetu hii ya Motown Store tunao mzigo kabisa mpya kabisa, hususan kuhusu Idi Mbaraka. Tumewapendelea vya kutosha Waislamu, tunajua wamefunga. Hapa si tumewapa ofa yetu kabambe, ofa bei imeisha kabisa katika mzigo wetu huu mpya. Tunaona Collins nilivyopendeza. Hakuna bei hapa. Kwa ajili ya Idi Mbaraka, wawai haraka wasichelewe jamani. Idi jamani, Ijumaa ya mwisho ya Ramadhani inaisha, Idi Mbaraka inakuja, njooni mpendeze ndani ya Motown Store. Store yetu namba 2 ndani ya kwa Azizi Ali jamani, karibuni sana. Bwana Collins, mjini kumekuwa na mambo mengi. Tumemwona Mbosso ameingia katika tuzo za East Africa, Mashariki na Kati, akiwa msanii pekee ametoka kwenda kuiwakilisha nchi ya Tanzania. Na hamna msanii mwingine wote wa Tanzania ambaye yupo, hamna msanii wa kike wala wa kiume zaidi ya yeye peke yake. Mbosso ameingia kwenye tuzo 4 hivi, afu watu kama wamekunja hivi. Kwa sababu lazima wakunje, kwa sababu hiki sio cha kawaida. Alafu Mbosso kani anazidi kuzihilisha ukani wake, mwindo wa kusini ule akosei. Mungu kampa bless hiyo. Mungu anazidi kumjalia. Kwa hiyo umeona kabisa hapo matunda yake badala ya kutoka. Ujue toka anaanza WCB hajai kuwa katika kategori 4 kama hizi, afu Afrika Mashariki. Umeona? Kategori 4 sio mchezo ujue. Hamna mtu yoyote ambaye pale ukimweka Vani, ukimweka Konde, ukimweka Chibu hajai kuwa katika kategori 4 kama hizi alizokuwapo Mbosso kani. Kwa hiyo watu lazima wakunje. Hususan Dai anakunja mpaka anafikia stage anataka kumrudisha tena. Hasa wewe Dai ushamalizana na mtu, mwacha aende akafanya mambo yake. Ushambless mtu, mwacha aende, usimkunjie. Ushaona? Unataka ujifanye wewe ndo Godfather wa Bongo, mambo gani hayo yatakushinda? Alafu itikadi hizi ndo alileta kwa Harmonize hivyo mara kwanza. Hili swala la pili anarudia kwa Mbosso kani. Alileta hivyo akamkunjia ule mtoto alivyoingia katika zile tunzo 3 alochukua Marekani zile kwa pamoja zile. Alifanya filugisu balaa. Mimi nakwambia alifanya filugisu balaa, ila la Mungu likishapangwa, la Mungu tu uwezi Kaisari ukaliteua. Kwa hiyo Dai mimi namwambia haya mambo ya kujifanya Godfather wa Bongo achana na hizo habari. Mwache mtoto achukue tunzo zake, aone mafanikio yake ya muziki, kwamba ashatumikia sana. Kwa hiyo muda wake wa kula matunda. Kama za ndani hivi anataka kumlipisha, afu akasema atoke tu kini. Asa mlipishe vipi? Asa hii hata akimlipisha hata sisi wa Tanzania tutamtolea povu, kwa sababu alishaongea mwenyewe. Kamblesi, kamwacha aende free for free. Afu leo uje hadharani
umlipishe kitu akiwezekani, kitu kama hicho ambacho akiwezekani. Watanzania ambao tuna support muziki kiwanda cha Bongo Flava tutamtolea hata povu. Mimi nakwambia. Nasikia kwanza masharti ya kutoka pale aliambiwa kwanza utulie kama mwezi usitoe nyimbo limradi apotee. Yaani ndo masharti limradi asilipe ile hela. Hasa masharti ya kutoka ya kumpoteza kimuziki. Hayo masharti ya kumpoteza kimuziki. Wewe utakubali mfano unatoka katika familia, unaenda kuanzisha mji wako, afu baba yako akwambie familia unaanzisha ndani ya mwezi usitoke kwenda kazini, utakubali ungekuwa wewe? Utaishi vipi na mke unaye ndani? Utaishi vipi? Kwa hiyo mipango ya kuharibia wewe na uchumi wako, ndio maana yule alivotoka tu chuma umeona ngoma alikuwa anapiga back to back, kakamata ile ngoma ya Darasa kaua kama ngoma yake, kaja kamkamata nani mshikaji wake Nandi huyu nani Beinasi kaua bodaboda, ngoma back to back alikuwa anaua, ushaona paka ngoma zote za moto na zimempa hela za kutosha. Pale si ndo Kazimwa akaambiwa tulia shehe mwezi kupite. Huu mwezi wa Ramadhani hamna mtu alo mzima, kwa sababu mwezi wa Ramadhani wote umepoa. Unaona industry yote imepoa. Ina maana hii imepoa, ina maana mwezi ujao naye pia atapoa. Mwezi ujao aweza akapoa, ngoja mwezi uishi. Back to back. Watu washaandika magoma yao, watu washakuwa studio, ngoja mwezi uishe mimi nakwambia. Na Mbosso vile ndo kashaanza, Mbosso mimi namjua mwendo wa kusini. Akiliwasha kaliwasha. Na hapa Mbosso mwenyewe kanipigia simu nikitoka hapa naenda kuokota. Kwa hiyo ndo maana unaona maneno yote nalosoka. Kanipigia simu nikitoka hapa nikaokote laidi. Bwana Diamond kwa hichi kitu ambacho anachokifanya. Tumemwona Harmonize pia nayo ilikuwa ni hivi, lakini ile jambo linajirudia tena kwa Mbosso, lakini kwa masharti ya tofauti. Kama anawachezea mchezo hivi wasanii wake, na kibaya zaidi akampa ofa Lavalava pia naye kama anaweza kuondoka aondoke. Lakini kutokana na masharti Lavalava akatulia akasema mimi bado nipo. Lavalava anaona kwamba akiondoka pale kitamkuta ambacho kinamkuta udogo Maki Voice sasa hivi, kwa sababu design kama kakurupushwa afu yeye anatakiwa abake kwenye lebo, kwa sababu Lavalava hajajiandaa vyovyote. Unavyoona hadi sasa hivi muziki wake wenyewe unasuasua. Anaona mimi nikitoka hapa ndo mazima yatanikuta haya show za nini zinaitwa za mtaani za lozipiga Maki Voice hadi anattend sasa hivi. Zinaitwaje hizi? Show za nini hizi ambayo hata Licha anafanya mtaani uko za mtaani kwenye mabanda ya bia ya gongo ya nini ambayo Maki Voice anafanya. Kutokana hajajiandaa vyovyote, ushaona? Kwa hiyo ndo maana hiyo ofa kaikataa, yeye bado yupo. Hata katika iftari siku ile nilimwona anaojiwa na ule mdada, akasema kabisa mimi kuhusu wewe kuondoka WCB na kusikia wewe. Ushaona? Mimi bosi wangu sijamsikia kinyambia na mtu yote sijamsikia kiliongelea hili. Kwa hiyo mimi sina say. Mwenye Lavalava kasema. Kwa hiyo alijiona kabisa hajajiandaa kimuziki, hajajiandaa kisaikolojia, hajajiandaa kiuchumi kutoka WCB. Kwa hiyo akitoka litamkuta jambo na jambo lenyewe likimkuta kazimwa kimuziki. Kwa sababu atatoka ana mbele wala nyuma, sikapotea. Watu watamsahau. Pale tu yupo katika management, lakini kuna muda watu wanamsahau. Tofauti na wasanii wengine. Kama ukimwangalia Mbosso toka hapo WCB, toka anasainishwa mpaka leo, hajai kusija hata siku moja, trending tu, toka ngoma yoyote akitoa yeye trending tu. Ushaona? Kwa hiyo ndo hiki ambacho anatakiwa akiige Lavalava kwa wenzake. Ukiangalia Zuchu toka anakuja WCB anapewa mkataba pale anasainishwa. Trending mpaka leo. Ushaona? Ukimwangalia Amo toka anasainishwa pale trending mpaka leo. Kwa sababu hichi ndo anatakiwa akiige kwa wenzake. Umeona? Lakini yeye anaenda kwa kusuasua. Kwa hiyo Lavalava ajipange sana katika muziki wake. Ajipange sana. Katika muziki wake ajipange sana. Kuimba anaimba ila ajipange sana. Naona Rayvanny sasa hivi kama anajiingiza sasa hivi muziki wake umepotea. Bora anakuambia bora angebaki kule WCB. Ukiangalia afu Rayvanny, turudi hapo kwa Rayvanny. Rayvanny alitoka WCB. Afu nikwambie kitu kingine, kama alikurupuka kwa sababu alivyomuona Konde mbishi. Ndio maana hadi unamwona leo kafanikiwa sana. Wanamuita jeshi mwenyewe. Na jeshi kaitwa, hajajiita. Ushaona? Rayvanny kakurupuka kwa sababu gani? Alivotoka tu WCB. Ibidi atulie. Apige hela
apige makusa, apige makoto. Akitoka hapo ndo ajipange, mimi naanzisha label, next level, nachukua msanii namweka, lakini Rayvanny iko akufanya Anashindwa kummanage Mike Voice msanii mmoja anakushinda. Wewe mwenyewe kujisimamia unajishindwa. Ushaona? Kwa sababu hujajipanga, na ili hujajipanga kwenye kuchumi hadi katika brand yako mwenyewe, kwa sababu unamwona tuseme Dai anafanikiwa, kwa sababu Dai anafanikiwa kwa kiasi kikubwa kwa manage label, ushaona, wasanii wenzake, kwa sababu anajipanga katika investment. Na hakuna kitu kikubwa kama ukijipanga katika kuinvest. Kwa sababu anajipangije, anahakikisha mimi kwenye amount yangu ya account ya benki na B2, ushaona. Mfano namsainisha Amo, umeona, katika B2 natoa IB1, na IB1 yenyewe haishi, naweza nikainvest kwake kumwanzia kumsaini hadi kumbrand, nikatumia kama milioni 200, ushaona. Ushaona, katika milioni 200 na hakikisha yeye brand yake ishakuwa kubwa. Ndio. Unaona hapo katika B2 ukitoa milioni 200 kuna